kwamba kazi kuu za imani. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru tena kwa saa hii na wakati huu ambao Mungu umetupa ili tuweze kujifunza neno lako jioni ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya somo hili. Tunamkaribisha Roho Mtakatifu akawe mwalimu kwetu na kutufundisha katika hatua zote za kujifunza. Karibu Roho Mtakatifu, useme na mioyo yetu kupitia jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hebu usema amen kwa nguvu. Sema tena amen kwa nguvu. Haleluya. Basi andiko letu la msingi ni Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa kwanza unaanza kutupa maana ya imani. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaposema ana imani, anamaanisha ya kwamba ana uhakika wa mambo yasiyofanya nini? Ana uhakika wa mambo anayoyatarajia. Unaposema nina imani, maana yake kuna matarajio. Na unaposema kuna matarajio, lazima kuna malengo au kuna makusudi ambayo umeyaweka, ambayo katika hayo unamwamini Mungu kwamba mwaka huu nitajenga nyumba. Hiyo ndio tafsiri ya imani. Wakati unasema mwaka huu nitajenga nyumba, wakati huo hauna kiwanja, au wakati huo una kiwanja lakini haujaanza hata kuweka msingi, lakini unaamini mwaka huu nitajenga nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kujenga nyumba ni matarajio, ni taraja ambalo limejenga imani yako kwamba unaamini mwaka huu nitajenga nyumba. Maana yake hilo ndilo taraja lako. Bado halijatokea, bado halijawa dhahiri, lakini imani inakwambia kwamba hili jambo ni bayana au liko wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo tafsiri ya imani. Huwezi ukawa na imani halafu ukakosa malengo, wala huwezi ukawa na malengo halafu ukakosa imani. Kwa hiyo imani inakwenda sambamba na malengo au na makusudi. Ndio maana mwandishi hapa anasema imani ni kuwa na uhakika. Uhakika wa mambo gani? Uhakika wa mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhakika wa nini? Uhakika wa malengo. Uhakika wa nini? Uhakika wa matarajio ambayo unayatarajia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana kanisa la Mungu? Lakini hiyo imani inakupa uwezo wa kuyaona mambo yasiyoonekana. Ndio maana anasema ni bayana au ni wazi juu ya mambo yasiyoonekana. Imani ni hali ya kuyafunua mambo yasiyoonekana na kuyaweka wazi. Hiyo ndiyo imani tunayoizungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Kwa hiyo hii imani inazo kazi kuu ambazo kila aliye nayo husababisha matokeo katika maisha yake, au husababisha mambo kadhaa kutokea katika maisha yake. Sasa tuangalie kazi za hii imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Kazi ya hii imani, kazi namba 1
Andika, kazi namba 1 ya imani ni kuleta wokovu. Kazi namba 1 ya imani ni kuleta wokovu. Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, mstari wa 9 inasema maneno haya: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake wokovu ni matokeo ya imani. Mtu anapoamini kwa habari ya Yesu Kristo anapokea wokovu. Kwa hiyo matokeo ya kuamini kwetu au ya kuamini kwa huyu mtu, jambo la kwanza, wokovu unafanyika ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Waefeso sura ya 2 na ule mstari wa 8, Biblia inasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Maana yake imani huleta wokovu. Hebu mwambie jirani yako, umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma Waebrania sura ya 10 mstari ule wa 38, Biblia inasema mwenye haki, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Anasema 39, lakini sisi hatumo miongoni mwa hao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Hii inaonyesha ya kwamba imani humfanyia mtu wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani humfanyia mtu wokovu. Anapoamini katika Mungu anapokea wokovu. Hiyo ni kazi ya kwanza ya imani. Kazi namba 2, hebu sema kazi namba 2 ambayo imani iliyo ndani yangu, itafanya. Kazi ya pili ni kukuwezesha kumpendeza Mungu. Hebu sema kuniwezesha kumpendeza Mungu. Imani ndiyo inayotuwezesha kumpendeza Mungu. Imani ndiyo inayokuwezesha kumpendeza Mungu katika maisha yako. Imani itakuwezesha kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, Biblia inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa namna gani imani itakuwezesha kumpendeza Mungu? Hebu muulize jirani yako, eti kwa namna gani imani itakuwezesha kumpendeza Mungu? Hebu muulize tena, kwa namna gani imani itakuwezesha kumpendeza Mungu? Mwambie ni kwa namna ifuatayo. Unapokuwa na imani, kila utakalofanya utaamini ya kwamba unafanya kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila utakalofanya unaamini unafanya kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, ili uweze kumpendeza Mungu katika ibada zako,
lazima uamini ya kwamba ninafanya ibada kwa ajili yangu kwa Mungu na si kwa ajili ya mtu mwingine yeyote. Kumekuwa na watu wanaofanya ibada ili viongozi wa makanisa yao wasiwaone kuwa ni wapagani. Hawa katika ibada zao hawampendezi nani? Hawampendezi Mungu, kwa sababu ibada zao sio kwa Mungu bali ni kwa viongozi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana kanisa la Mungu? Kwa hiyo imani itakuwezesha kumfanyia Mungu ibada itakayoupendeza moyo wake. Kuna watu wengine wanatoa kwa sababu viongozi wao wasiwaelewe vibaya. Maana yake utoaji wao hawa haumpendezi Mungu, kwa sababu sio kwa ajili yao kwa Mungu bali ni kwa ajili yao kwa viongozi. Bwana Yesu atusaidie sana kanisa la Mungu, kwamba nitoe nisije nikaonekana mimi niko nyuma sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake huyu mtu anatoa kwa sababu ya nani? Ya watu. Maana yake hampendezi Mungu katika matoleo yake, hampendezi Mungu katika ibada zake. Kuna wengine wanafanya maombi, wanafunga na kuomba kwa sababu tu tumetangaza nisije nikaonekana mimi nakula sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaamua ngoja na mimi nifunge kwa kuwa wametangaza kutakuwa na uji wa kufungulia, na mimi nitashiriki uji. Huyu mtu, Bwana Yesu asaidie sana, ibada yake ile inakuwa sio kwa ajili yake kwa Mungu bali ni kwa ajili yake kwa viongozi wake au kwa watu ili wasimuelewe vibaya, lakini kwa Mungu anakuwa hajampendeza. Hebu mwambie jirani yako, anza leo kufanya ibada kwa imani, kuwa unafanya ibada yako kwa Mungu na sio kwa wanadamu. Hapo utampendeza Mungu. Sema amen. Pigie Bwana Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Mwambie tena jirani, kuanzia leo anza kutoa sadaka zako ukiamini ya kwamba unamtolea Mungu na sio kuonekana kwa watu. Hapo utaanza kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo namna unavyoweza au imani inavyoweza kukusaidia kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Na kuombea jioni ya leo ibada zako zikampendeze Mungu kwa jina la Yesu, na sadaka zako zikampendeze Mungu kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, changamka. Mwambie kumpendeza Mungu raha. Mwambie kumpendeza Mungu raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona Habili alimpendeza nani? Alimpendeza Mungu katika ibada yake. Amemtolea Bwana sadaka. Biblia inasema Bwana akamtakabali Habili pamoja na nini? Na sadaka zake. Maana yake akampendeza Mungu, akaupendeza moyo wa Mungu, alafu Mungu akamkubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini kabisa habari za Habili hazikusemwa sana, lakini ninaamini mambo yafuatayo yalikuwepo kwa Habili. Kwanza, alikuwa mwenye furaha. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu amepata uhakika kwamba ibada yake imepata kibali mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata uhakika wa jambo hilo kwa sababu yule ambaye ibada yake haikumpendeza Mungu, tuliona amefanyaje? Amekasirika. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake kinyume chake ni hiki: yule ambaye ibada yake ilipata kibali mbele za Mungu lazima alikuwa amejaa furaha, lazima alikuwa na changamko la moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, itumie imani yako kumpendeza Mungu, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana kila amwendeaye Mungu kwa jambo lolote lile, iwe ni kwa ibada, iwe ni kwa sadaka, iwe ni kwa maombi, iwe ni kwa kufunga, lazima uamini ya kwamba yupo naye huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi nyingine ya imani
husababisha kupokea majibu ya maombi yetu. Mwambie jirani yako, imani itakuwezesha kupokea majibu ya maombi yako, yale unayomuomba usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 11. Marko sura ya 11. Mstari ule wa 24, Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, uwe na imani kwa jina la Yesu. Mwambie uwe na imani kwa jina la Yesu. Kwa sababu imani, mwambie kwa sababu imani ni mkono wa kupokelea majibu ya maombi yako kutoka kwa Mungu. Ni mkono wa kupokelea mafanikio ya mipango yako kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, yoyote muombayo mkisali, aminini ya kwamba yamekuwa nini? Yamekuwa yenu, nayo mnayapokea. Maana yake imani ndiyo inayoenda katika hazina ya Mungu na kupokea majibu ya yale uliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wao wanafanya maombi? Jamani, si hata yale ya kuomba kwenda kulala sina ni maombi. Haleluya. Yaani unapoenda kulala, unajua watu wametafsiri maombi katika uzito sana, lakini maombi ni zile haja ambazo tunaziwasilisha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ni yale mazungumzo tunayoweza kuzungumza hata tukiwa barabarani, tukimwambia Mungu, Mungu naomba mwaka huu nifanikishe. Nani alishawahi kujikuta anaomba akiwa barabarani? Unyoshe mkono. Amuombaje barabarani? Yaani unajikuta umetafakari mambo, unahitaji hiki, mwisho wa siku unasema, Bwana wewe wajua, naomba unifanikishe mwaka huu. Bwana nisaidie jambo hili na hili. Bwana nisaidie 1 2 3. Yaani uko kwenye gari, uko kwenye costa, unasafiri, lakini moyo wako, mawazo yako yanamweleza Mungu matakwa yako unayotaka yawe, kwamba Bwana nisaidie nikifika katika safari hii, mipango yangu iende vizuri. Naenda hapa. Bwana naomba yule mtu naye kwenda kumuona nikamuone. Naomba Bwana unisaidie jambo hili nikafanikiwe. Nani alishakuwa na hayo maombi bila kuwa na ule urasmi kwamba umepiga magoti unaomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio maombi. Sema amen. Sasa unapoomba hayo maombi, yawe ni maombi ya mawazo, yawe ni maombi ya kufikiri, yawe ni maombi ya kutamka, yawe ni maombi ya kutazama, mimi sijui, lakini maombi ya aina yoyote, unapoomba amini ya kwamba zile haja umezipokea. Amini ya kwamba Bwana amekusikia. Amini ya kwamba Bwana ametenda. Amini ya kwamba Bwana amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiomba kwa mtazamo huo, utaona mambo yanatokea. Utaona vitu vinafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo imani itakuwezesha kupokea majibu ya maombi yako. Sema amen. Kwa nini itakuwezesha kupokea majibu ya maombi yako? Tukirudi kwenye tafsiri ya imani, neno la Mungu linasema imani ni kuwa na uhakika wa maombi tunayoyaomba na ni bayana ya maombi tunayoyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ya kwamba yale matarajio, kama imani inavyosema, imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Mambo yatarajiwayo ndiyo maombi tunayoyaomba. Kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unatarajia kujenga nyumba, hayo ndio maombi. Unatarajia kununua basikeli, hayo ndio maombi. Bwana nifanikishe, naomba unipe fedha. Bwana nifungulie mlango. Mwaka huu angalau ninunue chupa ya chai. Mwaka huu angalau ninunue hiki. Mwaka huu angalau nifanye hiki. Mwaka huu angalau ninunue shamba. Mwaka huu angalau ninunue kiwanja. Hayo ndio maombi. Sasa anasema hivi, unapoomba juu ya kupata kiwanja, anasema unatakiwa kuamini kwamba Mungu atakupa kiwanja bila kujali mfukoni mwako hata kama hakuna shilingi. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio imani. Kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo bila kujali hali inayoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kujali hali inayofanya nini? Inayoendelea. Bila kujali hali iliyopo. Bila kujali mazingira unayopitia. Yanasema wewe kujenga nyumba ngo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imani inakuambia wewe utajenga nyumba. Simuanze kumwamini Mungu kwamba mtajenga nyumba. Simuanze kumwamini Bwana mtanunua viwanja. Simuanze kumwamini Bwana mtamiliki uchumi mkubwa. Simuanze kumwamini Bwana ya kuwa atawatajirisha. Hayo ndiyo tunayoyataka. Kwamba amini. Tunaposema tuna safari ya kuelekea mafanikio, tunataka Bwana atutajirishe. Unajua kuna watu hawaelewi na nimekuja kuwagundua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanasema kwa sababu geti yani kuwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unajua wasiku moja wanasema kwa sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kutajirika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutie moyo leo. Jenga imani yako kwamba Mungu anakwenda kukuinua. Kwamba Bwana anakwenda kukutajirisha. Kwamba Bwana anakwenda kukutoa mavumbini na kukuketisha na wakuu. Kwa namna gani? Bwana anajua. Wewe unatakiwa uamini na ufanye kile Mungu anachokuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisema kweli nitatajirika mimi. Baba mwenyewe alikufa maskini. Baba mwenyewe akafa maskini. Wajomba nao ndio taabani. Ndugu zangu nao ndio hoi. Wewe masuala ya ndugu zao mimi nazungumza na wewe ambaye Bwana amesema atakutajirisha. Na kwa njia ya wewe utainua vizazi vyenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu? Wewe ndio utaanza kuchomoza. Wewe ndio utaitwa heri. Biblia sababu inaposema haikusema mtaitwa. Anasema utaitwa nini? Utaitwa heri. Wewe peke yako uliyeamua kuamini juu ya Mungu anavyotenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu soma Waefeso 3:20-21. Uone vile Mungu kupitia imani yako ana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Waefeso. Mtu mmoja asome Waefeso sura ya 3 mstari ule wa 20. Ndio. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie kidogo hapa kwa kina. Haleluya. Maana mimi nataka uwe tajiri. Flaviana nataka uwe tajiri. Don't you like to be a rich? Bwana Yesu asifiwe sana. Mama Eliza nataka uwe tajiri. Eliza nataka uwe tajiri. Jennifer nataka uwe tajiri. Mama Joshua nataka uwe tajiri. Amani nataka uwe tajiri. Neema nataka uwe tajiri. Esther nataka uwe tajiri. Pastor Esther Rose nataka uwe tajiri. Zakaria nataka niwe tajiri. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unafikiri tutatajirikaje? Cha kwanza ni imani. Huo ndio mtaji tulio nao. Unajua wengi wao wanafikiri sasa nitaanzaje? Mtaji wako namba moja ni nini? Ni imani. Tunaelewana? Mtaji wako namba moja ni nini? Ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema hivi, atukuzwe Mungu Baba awezaye kufanya mambo ya ajabu mno
Tuanze na mambo ya ajabu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaidi ya yale tuyaombayo. Nataka tupause hapo. Mambo ya ajabu mno zaidi ya yale tuyaombayo. Sasa mambo ya, nataka shika hili neno, mambo ya ajabu mno zaidi ya yale unayoyaomba. Alafu nenda kwenye maombi yako. Huwa unaomba nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Niwachokoze mabinti kidogo. Kama unaomba mume, Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu atakupa mume wa ajabu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa maana ya ajabu mno kwa maana ya kwamba akupe mtu wa vituko. Atakupa mtu wa ajabu mno kwa maana ya kwamba atakaye kuwa amepitiliza matarajio yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu? Kama una mpango wa kujenga nyumba, let me tell you this story, itakusaidia sana. Wakati nimepata wazo la kujenga nyumba, niliwaza kujenga chumba na sebule. Ndio ilikuwa idea yangu. Nimeondoka na fundi kwenda kupima msingi wa chumba angalau na nini na sebule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumefika site pale, kiwanja ni kikubwa. Nikaanza kupiga hivi, nikamuuliza fundi, hivi chumba na sebule, tukapiga gharama ya hesabu, halafu tukapiga gharama ya hesabu ya nyumba kubwa, tukajikuta tofauti sio kubwa sana. Nikamwambia piga chini chumba na sebule. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia sasa pima msingi wa nyumba kubwa. Sio, unanielewa mwana wa Mungu? Imani ikajengeka kwamba kama chumba na sebule ita cost this much na nimeamua kujenga, kumbe nina uwezo wa kujenga hii kubwa ikiwa nitamwamini nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kapima msingi wa nyumba kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio, unanielewa mwana wa Mungu? Sasa mimi mawazo yangu ilikuwa ni kujenga chumba na sebule, nijiponye na upangaji. Sema amen. Sio, tunaelewa watu wa Mungu? Lakini nilipofika site nikajiuliza, lakini sasa hivi kweli nitakujenga kupata neema ya kukatoa tena kaka chumba na sebule niongeze? Nikasema unajua nafasi huwa haziji mara mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema kwa kuwa hela ya mawe ya msingi yanatosha, hela ya simenti inatosha, na fundi inatosha, acha tu nilipige ile msingi lote. Tukapima ile msingi tukalijenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninachotaka kusema ni hiki, mwana wa Mungu. Unaweza kuwa umeomba kiwanja kwamba Mungu, mimi hata nikipata 10 kwa 10. Jamani, hamjawahi kuwaza hayo mawazo? Unajua ukiwa hauna kiwanja, Bwana Yesu asifiwe sana, unaweza kusema tu mimi hata kama kutoka tu hapa na pale na hapa na hapo, nikipata cha kwangu kabisa, kinatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo si ndio maombi yetu? Si ndio watu wa Mungu? Mungu, naomba unipe plot. Sasa Mungu ana uwezo wa kukupa plot kubwa zaidi ya matarajio yako. Ndio maana ya neno aweza kufanya mambo ya ajabu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siri nyingine kwenye hili neno anasema hivi, zaidi ya yale tuyawazayo na yale tuyaombayo. Maana anaonyesha kabisa kwamba Mungu atafanya zaidi ya vile unavyoomba, atafanya zaidi ya vile unavyopanga, ili madamu utamwamini yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadiri ya nguvu iliyoko wapi? Ndani yako. Hiyo nguvu ni ipi? Ni imani. Imani ulionayo ndiyo itakayoamua ni kwa viwango gani Mungu ajibu maombi yako kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nakutia moyo jioni ya leo, na umwambie jirani yako uwe na imani kubwa. Sema amen. Uwe na imani kubwa juu ya maisha yako. Taelewana watu wa Mungu? Usiwe mtu dhaifu. Usiwe mtu dhaifu katika fikra zako. Usiwe mtu dhaifu katika maombi yako. Wala usiseme ya kwamba tumeambiwa tuwaze mambo yaliyo dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uanze kuiona future yako kuwa ni njema.
Tunaelewana kanisa la Mungu? Lazima tuanze kuiona future zetu, tuone future, tuone baadaye yetu kuwa ni njema. Tunaelewana watu wa Mungu? Usiwaze kufa maskini. Tunaelewana? Usiwaze kufa maskini. Usiwaze kufa ukiwa mnyonge. Kwa sababu kuzaliwa maskini, hilo ni jambo moja ambalo it is less of our concern. Hilo si juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu alijikuta tu amezaliwa kule alikozaliwa. Eti watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna tatizo gani? Hakuna tatizo. Yaani wewe umejikuta kwenye nyumba hiyo uliyomo. Kuna mtu alifanya application ya kuzaliwa na wakuu wa nchi? Hakuna. Maana hata wao hawakuzaliwa kama wakuu wa nchi. Walizaliwa tu kama choka mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui umenielewa mwana wa Mungu. Lakini baadaye kwa neema ya Mungu wako pale walipo. Kama Mungu hana upendeleo, hebu sema, kwa kuwa Mungu hana upendeleo, hata mimi anaweza kunifikisha pazuri. Hata mimi anaweza kunipeleka mbele. Hata mimi aweza kunipa uwezo wa kufanya biashara kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoondoka hapa leo, naomba uondoke ukiwa na faraja kubwa kwamba Mungu bado ana makusudi ya kujibu haja za moyo wako na kukufanya uwe mtu wa tofauti katika maisha yako. Mungu hajakusudia uwe vile ulivyo. Mungu wetu ni Mungu wa viwango. Ni Mungu wa utukufu hata utukufu. Ikiwa utaamini, imani yako itasababisha upokee majibu ya maombi yako, ambayo ninaamini maombi yako ni maombi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maombi ya mema. Haleluya. Sema amen. Unajua ukiwa unaomba mambo mabaya hautafaidika. Ukiomba adui zako wauawe, wakisha kufa wewe huna faida. Bwana Yesu asaidie sana. Haleluya. Sijui unanielewa mwana wa Mungu. Lakini ukisema Bwana niinue ili watakaponiona waone utukufu wako, wewe ndio utakayefaidika. Sema amen. Hawatakufa lakini watakuona wewe unanawili, wewe unaongezeka, wewe unakuwa mwenye furaha, wewe unakuwa mwenye baraka. Lakini wakifa, what for? Wewe utafaidika nini? Utaendelea kuwa masikini, utaendelea kuwa mnyonge, wataibuka na wengine tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana watu wa Mungu? Kwa hiyo jifunze pia hata kuomba mambo mazuri. Kwamba Mungu nibariki ili wanaonisema vibaya waone utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana kanisa la Mungu? Nami nakuombea jioni ya leo, Mungu akujibu maombi yako kwa jina la Yesu. Mungu akujibu maombi yako kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako umejibiwa maombi yako. Kaa tu mkao wa kupokea. Haleluya. Kazi ya 4 ya imani. Kwanza wangapi tunaelewana? Somo letu linasema kazi kuu za imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani hii ina nguvu hata kusababisha mambo kutokea. Jambo la kwanza tumeona linalosababishwa au linalotendwa na imani ni kuleta wokovu kwa mwanadamu aliyeamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili ni kumwezesha huyu mwanadamu kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Jambo la tatu ni kusababisha maombi yako kujibiwa. Si ndio watu wa Mungu? Haya, kazi ya 4. Kazi ya 4, imani husababisha yasiyowezekana kuwezekana. Imani husababisha yasiyowezekana kuwezekana. Mambo yasiyowezekana, mambo yaliyoshindikana kwa watu, mambo yaliyoshindikana hospitalini, mambo yaliyoshindikana kwa watawala, mambo yaliyoshindikana kwa uwezo wa fedha, imani huyafanya yawezekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani huyafanya yawezekane.
kwa sababu imani hupita mipaka, hupita vizuizi vyote vinavyofanya mambo yasiwezekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, kama unaona kuwa hutaweza kujenga nyumba kwa sababu ya fedha, unapokuwa na imani, imani inapenya na kuvuka hicho kikwazo cha fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona ya kwamba haiwezekani kwa sababu utaalamu wa madaktari umefika mwisho, imani inapenya zaidi ya ukomo wa taaluma za kidunia na kwenda katika taaluma za kimbingu ambazo hazishindwi jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona uwezi kwa sababu ya nguvu zako ni chache, imani inakupa nguvu dhidi ya vikwazo au vizuizi vinavyokuonyesha ya kwamba wewe nguvu zako ni chache. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamini, yote yanafanya nini? Yanawezekana. Sema amen. Tusome kitabu hiki, kitakusaidia kupata msingi wa hiyo point. Marko sura ya 9 na ule mstari wa 21 hadi wa 24. Tutasoma kile ambacho neno la Mungu linasema. Biblia inasema, akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza. Akamwambia, yote yawezekana kwake aaminie. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaendelea kusema, mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kuto kuamini kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Imani huyafanya yasiyowezekana kuwezekana. Tunaelewana kanisa la Mungu? Katika maisha yako ni yapi yasiyowezekana? Tumeona mtoto, baba amemleta mtoto ambaye amekuwa na kifafa kwa muda wa miaka mingi. Ameteseka, amepata tabu, amehangaika, hakuna suluhisho la tatizo la mwanae. Lakini Yesu anakutana na hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa wamechoka, wakiwa wamekata tamaa, wakiwa wamevunjika moyo, wakiwa wamevurugikiwa kabisa. Muda mrefu kijana wao ameteseka, lakini wamekutana na Yesu ambaye ukiwa na imani kwake yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu akamwambia Yesu, nisaidie kutokuamini kwangu. Maana aligundua kumbe tatizo ni mimi sijaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani itakuwezesha kupokea, au itawezesha yale mambo yasiyowezekana yafanya nini? Yawezekane. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo gani yasiyowezekana katika maisha yako? Je, ni uchumi? Bwana Yesu asaidie sana. Je, ni afya? Je, ni ajira? Je, ni mtaji? Je, ni nini ambacho kwako kimekuwa hakiwezekani? Leo ninakupa siri moja ya kazi ya imani. Ikiwa utajenga imani yako kuwa dhabiti, yale yote ambayo ulikuwa unaona hayawezekani
yataanza kuwezekana, kwa sababu imani huwa inaondoa hali ya kutowezekana na inakupa njia ya kuwezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani inaondoa yale mambo au inaondoa vile vitu vinavyokuonyesha kwamba haiwezekani. Tunaelewana kanisa la Mungu? Inakuonyesha vitu vinavyokuonyesha kwamba haiwezekani. Vikikuonyesha haiwezekani huwa vinakuja na udhibitisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Vinakuonyesha uwezo wako, kwa uwezo wako wewe huwezi kufanya hili jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukibisha, shetani tena anavituma hivyo vitu. Vinakuambia sio uwezo tu, hata network yako ni ndogo. Yani huna influence kubwa, yani huna ushawishi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani inakuonyesha hauna network ya kutosha, yani haujaunganika na watu muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukibisha sana hapo inakupeleka kwamba unajua hata shule hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukibisha hapo inakwambia hata kama unayo shule, kuna graduates wangapi wako mtaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo vyote ni viashiria ambavyo vinakuja. Ukijificha kwenye shule vinakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kwani kuna graduate wangapi? Yani tena achana na wa degree ya kwanza. Kwani watu wenye degree ya pili wako wangapi mtaani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu? Hiyo ndio kazi ya shetani, kuja kuvunja au kudhoofisha imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tabia ya imani ni hii. Ndio maana mwenye imani wakati mwingine, Bwana Yesu asifiwe sana, huonekana kama akili yake haiko sawa. Sijui unanielewa mwana wa Mungu? Kwa sababu wewe unaamini zaidi ya hali halisi, zaidi ya mazingira, zaidi ya vikwazo. Mwisho wa siku anasema huyu chizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa sababu wewe, wenzako wanaona mambo hayawezekani, lakini wanasema hapa mbona tunatoboa. Tunatoboaje? Tunatoboa kwa sababu kwenye swala la imani halina maelezo mengi. Tunatoboaje? Mimi naamini tunatoboa. Naamini Bwana anatuvusha. Sasa tunavukaje? Hayo ndio huwa maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema mwacheni huyu, unaona amechanganyikiwa. Unajua Biblia inachanganya sana. Wanaishia kusema hivyo. Huyu anasoma sana Biblia ndio maana amechanganyikiwa. Bwana Yesu asaidie sana. Lakini nataka nikutie moyo mwana wa Mungu. Imani ndio itakayokuvusha. Imani ndio itakayokuvusha. Kwa sababu katika huu ulimwengu wa competition, ulimwengu wa mashindano, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo nilikuwa napigiwa simu na kijana wangu, mtoto wa kakaangu mkubwa. Ananiambia, baba, nimeitwa kwenye interview. Lakini watu tuliokuwa shortlisted ni wengi kuliko maelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia usiogope. Haleluya. Nikamwambia usiogope. Ulikuwa unawaza nini? Yaani sasa nimekupigia unishauri. Sasa nikamwambia usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kwenye interview lini? Jumatatu. Nikamwambia nenda kwenye interview ukiamini ya kwamba utakuwa selected. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba utapita interview. Baba, lakini watu ni wengi. Nikamwambia watu ni wengi. Nikamwambia basi niko kwenye gari nitakupigia baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachotaka nikutie moyo, imani huyafanya yale mazingira ya kutokuwezekana unayoyaona yenyewe inayavuka na kukufanya uone inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachokitarajia nikiongea naye baadaye ni kwamba anatafuta namna gani apate referee wa kumsemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakumbuka mama yake mdogo ana nafasi kubwa kwenye taasisi za serikali. Sasa nikajiuliza kwa nini hajampigia mama yake
Kwa sababu taasisi ambayo anaenda kufanya interview ni taasisi iliyo chini ya bosi mmoja na huyo mama yake mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa aliponipigia mimi nikawaza, nikasema yamkini kuna kitu Mungu anataka nimfundishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukimaliza hapa nitampigia simu, nitamjenga kwamba amini ya kwamba utapata kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mtetezi wako wewe sio mwanadamu. Refari wako ni Mungu. Mungu akikusemea, Mungu akikupigia kipenga, wewe unapenya, unapita mazingira ya aina yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiweka tumaini lako kwa mwanadamu, unajua siku ile ya interview anaweza akasahau. Yaani anaweza akasahau kuongea labda na wasuka, jamani na kijana wangu angalieni namna ya kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo mambo yapo duniani na sio dhambi, ni kawaida kabisa. Haleluya. Lakini anaweza akasahau. Kwa sababu wanaopambania hiyo nafasi ni wengi. Kuna wengine hawana referees, lakini wanajua kuyakoroga mambo katika ulimwengu wa roho. Anajiuliza mimi sina huyu, sina huyu. Kwa hiyo kila mtu anapambana kwa namna yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukimwamini Mungu, Mungu atafanya yale yasiyowezekana yawezekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa hujawahi kuamini ya kwamba utajenga nyumba, amini ya kwamba utajenga nyumba. Kama ulikuwa hujawahi kuamini ya kwamba Bwana anaweza kukutajirisha kutoka hapo ulipo kwenda juu zaidi, Bwana Yesu asifiwe sana. Amini ya kwamba Bwana anaweza. Kwa njia ya imani yote yanawezekana. Mwambie jirani yako, inawezekana kabisa wewe kuwa na maisha mapya yenye baraka na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanatamani hiyo ndoto itimie kwao? Haleluya. Wangapi wanatamani hiyo ndoto itimie kwao? Bwana akupe kwa jina la Yesu. Unajua ukiwa na maisha mazuri ni raha. Haleluya. Hata maombi yanakuwa hayana shida sana. Sisi kama ulishawahi kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mmewahi kufuatilia? Ukiwa unaomba na una uhakika asubuhi nitakunywa chai. Maombi yanakwenda vizuri kwa sababu hayana mgongano. Lakini sasa ukiwa unaomba na asubuhi unapiga hesabu, hivi itakuwaje? Mchana itakuwaje? Yaani kuna kelele nyingi. Utakuwa unaomba lakini shetani analeta, kumbuka kesho una sukari. Kumbuka kesho. kumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vipi Mungu akikupa utoshelevu? Ni baraka. Hata maombi yatakuwa sio yenye mbanano. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Unajua kuna wakati watu tunakemea pepo. Kumbe tunadhani sukari imezuiliwa na pepo. Sasa unaanza kufukuza kaskazini toka, kusini, magharibi, mashariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akikubariki, Mungu akikufanikisha, prayer point zako zitakuwa za mpangilio. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Na zaidi sana yatakuwa ni maombi ya nini? Ya shukrani. Uongo kweli? Kwamba Mungu nakushukuru. Asante umeendelea kunitetea. Asante umeendelea kunipigania. Asante unabariki kazi yangu. Asante familia yangu umeipa afya njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua sio siku zote Mungu anataka tupeleke shida. Anataka wakati mwingine tufikie hatua ya yeye kutubariki ili tuwe tunaenda kwa maombi ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukipeleka shida tunaombea ndugu zetu. Tunaombea wengine kwamba Mungu mbariki fulani. Bwana tazama kazi yake kidogo inalegalega. Mbariki, muinue. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndicho Mungu anataka ufikie hiyo hatua. Wanaotamani hiyo hatua sema amen kwa nguvu kwa jina la Yesu. Bwana akufanikishe. Bwana akupe kwa jina la Yesu. Bwana akupe kwa jina la Yesu. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Kazi ya 5. Imani itaizima mishale ya adui inayoelekezwa kwako. Kazi ya 5 ya imani ni kuzima mishale ya moto ya yule adui inayoelekezwa kwako.
Hiyo ni kazi ya imani. Mtu mwenye imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anapotuma mishale, ile imani inaizima ile mishale. Maana yake hajeruhiwi na mashambulizi ya aina yoyote ya adui shetani. Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 10 Waefeso sura ya 6 na mstari wa 16 unasema mambo yafuatayo: zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Umeona hiyo kitu, kwamba mtu anapokuwa na imani akapokea vitisho, akapokea maneno makali ya kusongwa, akapokea mashambulizi kwenye biashara yake. Tuone kama utafanya biashara. Jamani, hamjawahi kukutana na hiyo kitu? Neema, umefanya kazi sokoni, umefanya kazi wapi, umefanya biashara, haukutani watu wakitambiana humo kitu? Yaani watu wanatambiana. Unajifanya mjuaje? Sasa tuone kama utauza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukizembea siku hiyo inapita kapa. Hapo ndio unachanganyikiwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaposema tuone kama utauza, sio kwamba wenzako wametania. Maana yake kuna kikao wataenda kukaa ili wafanye programming ya kuwafanya wateja wao wanapitiliza tu, au wanauliza tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanauliza kwako, wananunua kwa jirani. Wanauliza kwako, wananunua kwa jirani. Sasa Biblia inasema ukiwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie jirani yako, ukiwa na imani, hiyo imani itakupa uwezo wa kuzima kila shambulio la adui shetani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiogope. Have faith in God. Uwe na imani katika Mungu, kwamba Mungu ndiye anakulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanaosema kuwa hautauza, unafanya reverse, iwarudie wao kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wanashangaa wao mtondogoo panapita kapa. Wanauliza kwao, wananunua kwako. Nini? Ulifanya reverse. Yaani ulirudisha lile shambulio kwamba liwarudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Una uwezo huo wa kurudisha shambulio limrudie aliyelituma kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Au una uwezo wa kulizima shambulio na lisilete matokeo aliyoyataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kazi ya nini? Ni kazi ya imani. Mwambie jirani yako, ni jambo jema kuwa na imani thabiti, maana itakuwezesha kuizima mishale ya yule adui katika maisha yako, na utaishi maisha ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mishale ya adui iko mingi. Mishale ya adui iko. Wasiwasi wa maisha ni mshale wa adui. Wangapi walishawahi kupata shambulio la wasiwasi wa maisha? Yaani ukajikuta uko kwenye state ambayo hofu imeingia. Nitaishije? Jamani, ulishawahi kukutana na hiyo kitu? Bwana Yesu asifiwe sana. Shambulio la wasiwasi wa maisha. Unapata woga, nitaishije? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaamka asubuhi, unaombwa hela ya kiberiti. Ni shilingi ngapi? Shilingi 100. Yaani unashika mfuko wa mbele, kushoto na kulia, mifuko ya nyuma, mifuko ya shati, halafu unakuta hata ile nusu ya hela ya kiberiti haimo mfukoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu
mama watoto anashindwa kuelewa kwamba sasa unakosaje hela. Yaani huwa inaanza sasa, mwanaume unakosaje hela? Bwana Yesu asaidie sana. Hii naileta naizungumza kwa wababa. Yaani mkeo anapokuambia sasa unakosaje hela, unajua Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Unaweza ukatoka nje usirudi. Umenielewa mwana wa Mungu? Maana ni shambulio la wasiwasi wa maisha. Bwana Yesu asaidie sana. Na kama kakiwa kameenda tenge, wewe huoni wanaume wenzako wanavyopambana na maisha? Yaani ndio unasema hivi, huyu ni mtwange konde, ni mtwange ngumi. Yaani unasema Bwana nihurumie. Haleluya. Unasema Bwana ni rehemu. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa sababu umepata shambulio. Unajua ni vizuri akuambie mtu wa nje, utakuwa na confidence. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu wa ndani, maana yake sasa amekutangazia hali halisi kwamba you are incapable. Yaani wewe hujiwezi. Bwana Yesu asaidie sana. Ile inaleta shambulio la wasiwasi wa maisha. Sasa ukitoka pale unawaza haviwazuki. Nitajidhibitishaje kwamba mimi ni mwanaume? Ninaporudi nyumbani leo, basi angalau hata nirudi na chochote. Alafu unaenda huko mambo yanagoma, unarudi tena kapa. Bwana Yesu asaidie sana. Hapo ndipo magonjwa ya pressure na mashinikizo ya moyo huanza kwa wababa. Sema amen. Lakini ukiwa na imani, Bwana Yesu asifiwe sana, utaweza kuzima kila shambulio la wasiwasi wa maisha. Kwa sababu utajua leo nimekosa, lakini kesho nitapata. Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa utakapojenga hiyo imani yako, na kweli kesho ukitoka ukapambana, ukafanya kazi, ukafanyaje, unarudi umepata. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama una imani, ndio unazidi kudidimia. Ndio unazidi kupanga mipango, na ikimbiaje hii familia. Unajua miaka ile ya nyuma ulikuwa na wazee wanakimbia familia. Yaani anaondoka asubuhi, anaenda wapi? Kazini. Lakini harudi tena. Anasema siku nikirudi hapa niwe nimefanyaje? Nimepata. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, wa 6, 7, 8 anarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio amefanikiwa. Bwana Yesu asaidie sana. Na wengine hawafanikiwi. Akiendelea kutokufanikiwa anapotea mazima. Sasa juzi nilipigiwa simu na mama mmoja. Anasema mimi mume wangu nataka nimuache. Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Nini tatizo? Yeye huwa akienda kutafuta hela anakaa miaka 5. Ndio anarudi. Na akirudi hana kitu. Bwana Yesu asaidie sana. Sasa nimechoka. Sijui unanielewa mwana wa Mungu? Nimechoka. Umechoshwa na nini? Na mimi nataka nijitegemee, niendeshe maisha yangu. Sasa unajitegemeaje mama? Maana kujitegemea na kuendelea kukaa hapo ulipo vyote vinalingana. Bwana Yesu asaidie sana. Kile unachotaka kwenda kufanya kwenye kujitegemea sio kifanye ukiwa kwenye ndoa. Yamkini Bwana atafungua mlango kwa njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema baba, hapana, nimefika. Sasa umenipigia simu kufanya nini? Kama umefika mwisho, mimi ndio nakushauri sasa, ndio maana umenipigia simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Bwana aweza kufanya njia bila kuachana. Mchungaji, labda uniweke kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia haya tuombe. Nikavunja hiyo roho ya kukimbia ndoa. Sema amen. Siku chache zilizopita akapiga baba. Baba mchungaji, mke wangu anataka kunikimbia. Bwana Yesu asaidie sana. Nikamwambia tatizo, yani unajua mambo mengi. Wewe nyosha maelezo. Mke huwa hakimbii mahali penye unono. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kuna konde huwa wanavumilia. Wanasema yamkini huyu baba atabadilika kesho. Mahali penye unono mke huwa afanyaje? Hakimbii. Kwa nini wewe unakimbiwa? Bwana Yesu asaidie sana.
Baba akajieleza pale, akajieleza. Basi tukashauriana nao, nikawasuluhisha, nikawaombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiangalia kinachowatesa ni shambulio la uhakika wa nini? Wa maisha. Tunaelewana kanisa la Mungu? Shambulio la uhakika wa maisha. Sasa imani yako itakufanya uzime mishale ya shambulio la maisha. Badala ya kukosa uhakika wa kuishi, utaanza kuona uhakika wa kuishi. Maana neno la Mungu linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala roho yake ikisitasita, sina furaha naye. Maana yake ni kwamba maisha yetu yana uhakika tunapomwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akupe uhakika wa maisha. Sema amen. Bwana akupe uhakika wa kutimiza malengo yako kwa jina la Yesu. Najua unayo malengo. Sema amen. Sema amen mwanaume. Sema amen mama. Haleluya. Nakuombea Bwana akupe uhakika wa maisha. Bwana akupe uhakika wa maisha. Akupe uhakika wa kazi zako. Akupe uhakika wa biashara zako. Hapo amani ya Kristo itakufunika na maisha yako yatakuwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, tumshukuru Mungu. Imani huleta ushindi dhidi ya vita vyote vinavyoinuliwa na shetani. Imani huleta ushindi katika maisha yetu. Imani huleta ushindi katika maisha yetu. Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 32 na kuendelea. Unapokuwa na imani utashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Utashinda vita. Unaweza ukawa na vita kazini, unaweza ukawa na vita kwenye biashara, unaweza ukawa na vita ndani ya familia, unaweza ukawa na vita katika jamii unayoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipokuwa na imani utaonewa. Usipokuwa na imani utanyanyaswa. Lakini ukiwa na imani unaamini ya kwamba Bwana ni mtetezi wangu. Bwana atafanya nini? Atakutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, Bwana akutetee kwa jina la Yesu. Naomba tusome hili andiko halafu tumshukuru Mungu. Biblia inasema, Waebrania sura ya 11 mstari wa 32. Anasema ambao kwa imani walishinda milki za wafalme. Anzia 32 anasema, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideon na Baraka na Samson na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kwa sababu walikuwa na nini? Walikuwa na imani juu ya Mungu wao. Imani yako ikijengeka vyema, ikawa dhabiti kwa Mungu wako, hakuna kitu kitakacho kushinda. Mungu akamwambia Joshua katika Joshua ile sura ya 1 kuanzia mstari wa 5 hadi ule wa 9. Mungu anamwambia Joshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tafsiri nyingine ya kuwa na imani ni kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anamwambia Joshua, anasema kwa sababu hakuna atakayesimama mbele yako ikiwa utakuwa hodari na moyo wa ushujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa dhaifu na mwoga, hata mbwa wa barabarani atakufukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu? Sema amen. Mwaka fulani nilikwenda Sumbawanga kwenye mkutano. Tulikuwa tunakaa kwenye kambi
Mahali tunapopata chakula na mahali tunapokwenda kulala kuna umbali kidogo, kama hapa na kwenye sheri ya mafuta. Kwa tumemaliza kupata chakula, tunaondoka. Kumbe ule mtaa una mbwa wakali kuliko maelezo. Saa 4 wakawa wamefunguliwa, mbwa kama 6. Wakatufukuza, mbwa wakubwa. Si acha hawa mbwa wanaozagaa mtaani hawa. Yaani ni mbwa ambaye ukimtazama tu nafsi yako inayeyuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasemezana na rafiki zangu, tulikuwa 3, kwamba kwa kuwa hawa mbwa wamedhamiria tukikimbia watatumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale mbwa wamekimbia kuja kutushambulia. Tukainama chini kuokota mawe. Tulipoinama, Bwana Yesu asaidie sana, tukaona mbwa wanasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini walikuwa wamekuja kwa shari isiyo ya kawaida. Tulipoona wamesimama, tukaona zoezi letu litafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaanza kurusha mawe, na bahati nzuri tulikuwa kwenye kaeneo ambako kana mawe ya kutosha. Kwa hiyo ukirusha unainuka, ukirusha unainuka jingine, ukirusha. Kama dakika 3 hivi majibizano ya shambulio hilo lilokuwa limetupata. Baadaye wale mbwa wakasalenda, wakaondoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Laiti tungeliendelea kukimbia, tungelishambuliwa na wale mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ninachotaka kukuambia? Kwamba ujasiri wako ndio imani yako, na imani yako ndio uhodari wako. Shambulio lolote litakalokuja itategemeana na vile unavyolipokea. Ukilipokea kwa woga litaleta maangamizo, lakini ukisimama imara, adui anapokuja, Biblia inasema hivi, shetani ni kama simba au ngurumaye akitafuta awameze. Maana yake ni mfano wa simba au ngurumaye, lakini hana uwezo kama simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa jasiri, ukiamini ya kwamba Mungu uliye naye ni zaidi ya shetani, au Mungu uliye naye ni zaidi ya watu wanaokushambulia, au Mungu uliye naye ni mkuu kuliko wanaokuandama, ukiamini hivyo, utashinda hiyo vita na utatoka ukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba usimame juu, mwana wa Mungu. Naomba usimame juu, alafu mwambie Mungu maneno yafuatayo. Mwambie, Bwana, nifanye kuwa hodari leo. Nifanye kuwa hodari leo. Hodari wa imani. Imani itakayoleta matokeo makubwa katika maisha yangu. Hebu paza sauti mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante Mungu kwa jioni ya leo. Tumejifunza neno lako ya kwamba imani inaleta matokeo. Imani inafanya kazi. Inafanya kazi katika maisha yetu. Inaleta wokovu. Inatuwezesha kukupendeza wewe. Inatuwezesha kupokea majibu ya maombi yetu. Inatuwezesha kupita vikwazo na kushinda mambo yasiyowezekana kwa akili zetu za kibinadamu. Kwa imani yanawezekana. Imani inaleta ushindi. Imani inazima mishale ya adui. Inaangusha ngome. Ngome zote za adui zinaangushwa kwa imani. Baba, ninasema asante jioni ya leo. Ninaomba juu ya kanisa, imani yetu ikaimarike, imani yetu ikachengeke, tukawe watu hodari na sio watu dhaifu. Tukawe watu hodari na sio watu dhaifu. Bwana, ninaita neema yako, watie nguvu watoto wako, vijana wa kike na wa kiume,
wa baba na wa mama. Baba, achilia nguvu, achilia nguvu. Waliochoka wape nguvu, waliokata tamaa wape tumaini kwa jina la Yesu. Imarisha Bwana, imarisha Bwana, imarisha Jehova, imarisha imani zetu, 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 imarisha Bwana mahali ambapo tumekuwa dhaifu, mahali ambapo tumekuwa dhaifu, kwa jina la Yesu tukapokee nguvu mpya, tukapokee nguvu mpya. Bwana, achilia nguvu jioni ya leo. Bwana, achilia nguvu jioni ya leo. Achilia nguvu kwa mama huyo, achilia nguvu kwa baba, achilia nguvu kwa kanisa zima, kwa jina la Yesu. Baba, ninasema asante. Wewe ni mtetezi wetu, wewe ni ngome yetu na wokovu wetu, wewe ni ngao yetu na msaada wetu, katika jina la Yesu. Imarisha imani ya vijana, imarisha imani ya vijana kwa habari ya maisha yao, kwa habari ya ndoa zao, kwa habari ya uchumi wao. Imarisha imani Bwana, wa kuamini wewe kuwa ndiye utakayewavusha, kuwa ndiye utakayewatoa, kuwa ndiye utakayewasaidia, ndiye utakayewatetea katika kila hatua, katika jina la Yesu. Baba, ninasema asante. Wewe ni mwaminifu, wewe umejaa neema, sifa na utukufu ni za kwako. Baba, ninasema asante kwa jioni ya leo. Wewe ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mwenye nguvu. Sifa na utukufu ni za kwako. Heshima na nguvu zina wewe Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru Mwokozi wangu. Neema yako hii ikawe juu ya watoto wako kupitia jina la Yesu Kristo, na katika jina la Yesu.